familia yote kufa ndani ya siku moja. Hapa kuna walakini, ila hawajajua chanzo cha tatizo ni nini. Upande wa pili ndani ya mto Msimbazi, Kenena na Samara ni watu wenye furaha sana. Wananengeneka baada ya kulipiza kisasi kwa familia ya Katekista pamoja na Mr. Okeke. Baada ya kuserebuka kwa muda ndani ya maji, Samara akamwambia, nitakupa chochote unachohitaji kama utabaki kuwa wa kwangu. Kenena akauliza, kwa nini unafanya yote haya kwangu? Ulitaka kulipa kisasi na nilikuja ili niwe rafiki yako wa kulikamilisha hilo. Tayari tumeshakamilisha zoezi letu, vipi naweza kurejesha mali za baba yangu? Bado hujawamaliza waliohusika na kifo cha wazazi wako. Nani tena anahusika? Sister Elizabeth anahusika, alikuwa ni sehemu ya mpango. Kenena akapigwa na daflao. Sister Elizabeth anayetakiwa kuuawa ndio huyo anayebebika na mkaka mweusi mrefu. Kenena akiwa nyumbani anachambua mboga, Samara akamtokea na kumwambia kuwa ni muda wa Eliza kuuawa. Mdogo mtu alisikia Kenena akizungumza na mtu japo kuona yule anayezungumza naye. Akamuuliza, ulikuwa unaongea na nani? Sijaongea na mtu. Ulikuwa uongei na mtu? Akabaki akijiuliza yeye mwenyewe. Kenena akaenda kufanya kazi aliyoagizwa. Eliza alipotoka kunyanduliwa akashangaa kukutana na Kenena. Unafanya nini hapa Kenena? Nenda ukasalimiane na baba yangu huko kuzimu. Akachapwa ndumba moja takatifu, roho ikauacha mwili. Umefanya vizuri sana mlembo wangu Kenena. Ni zawadi gani unayotaka kutoka kwangu? Nahitaji tunda. Tunda tu peke yake ndio linalokutosha. Ndiyo, nahitaji tunda. Samara akaunyosha mkono wake na apple ikatua taratibu mkononi mwake. Kenena akauliza, tumeshaoa wote, napata vipi mali za babangu ili niweze kuondoka zangu mjini? Utavipata vyote kama utaikamilisha kazi. Ni kazi ipi hiyo tena? Kesho kuna ugeni wa Father Abel amekuja kushika nafasi ya father aliyoondoka katika hiki kijiji. Nataka umalizane naye. Kwa nini na sio miongoni mwa wahusika wa kifo cha wazazi wangu? Unaniuliza maswali gani hayo? Queen Samara amesema auawe. Kenena akawa mpole na kusema sawa, nitafanya. Siku iliyofuata wanakijiji wakaungana kwenda kumpokea Father Abel. Paloko kabla hajakanyaga ardhi ya hiki kijiji akaanza kwanza na sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kamsululu kalikuwa karefu kama Yesu na wanafunzi wake. Father akiwa hajaivuta vizuri hewa ya kijiji hiki, Kenena akamuibukia. Alipomtazama tu akabaini kuwa kuna roho mchafu ndani yake. Ewe roho mchafu, umefuata nini hapa? Na kuamuru utoke ndani ya mwili wa huyu binti. Achilia mwili wa huyu binti. Toka katika jina la Yesu. Na kuamuru toka. Kenena kila alipojaribu kufanya mashambulizi ngoma ikawa nzito. Father alikemea kwa jina lipitalo majina yote hadi roho mchafu akaondoka ndani ya mwili wa Kenena. Baada ya Kenena kurejea kwenye ufahamu wake akamweleza kuwa alikudanganya. Hakuna mtu aliyemuua baba yako. Kivipi Father? Umemuua baba yako wewe mwenyewe. Mr. Okeke ni baba yako. Father, kivipi? Miaka mingi iliyopita miungu ya Samara ilikuwa ikitawala ardhi hii na wanakijiji wote walikuwa kiabudu hadi mama yako alipoamua kuokoka na kumleta mtumishi wa Mungu ndani ya hiki kijiji. Back in the days mama yake Kenena ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuokoka ndani ya hiki kijiji na aliwashawishi watumishi wa Mungu kuja kuhubiri habari njema ili wanakijiji waokoke. Hakuishia hapo tu, walitaka kuiangamiza nguvu ya miungu ndani ya hiki kijiji. Walidhiriki kuangamiza madhabahu zilizokuwa zikihifadhi nguvu za miungu ya Samara. Ilikuwa ni vita kubwa sana kiasi cha mzimu wa Samara kujitokeza. Mzimu ulipojitokeza ukamuita mama yako kwa jina Akweke. Umemleta huyu mtu aiangamize miungu ya hiki kijiji. Babu zako wameabudu hii miungu kwa zaidi ya miaka 400. Wewe leo unataka kuiteketeza? Nataka utambue nitakuangamiza wewe pamoja na uzao wako. Father akamwambia, unajidanganya. Hauna mamlaka ya kutoa laana katika uzao wa Akweke. Wakashusha maombi mazito. Samara akaona moto umekuwa mzito akatoweka. Jina la Mungu likatukuzwa. Sema amen. Father Abel anaendelea na story kwa kusema kwamba baada ya muda kupita miungu ya Samara ilirudi kulipa kisasi. Kwa kuwa mama yako alikuwa ni mtumishi mwema sana mbele ya Mungu, roho wa Bwana alimjaza ulinzi ndani yake. Miungu ilishindwa kutekeleza kile ilichokuwa ikihitaji na kuamua kumtumia Mr. Okeke kwa kumbaka mama yako. Tunaonyeshwa miaka mingi iliyopita jinsi mzimu wa Samara ulivyoweza kuingia ndani ya mwili wa Mr. Okeke. Kisha ukamshawishi Akweke na kujikuta anamfuata bila hata ya ridhaa yake. Baada ya hapo mama yako alishika ujauzito na miezi 9 kupita umauti ukamfika akiwa anajifungua. Jukumu la kukulea lilibaki kwa Father Emmanuel na baada ya muda kujua nini cha kufanya akaamua kukutelekeza mtoni ambapo Mr. Okeke alikuona na kukubeba akakupeleka nyumbani kwake bila kujua kuwa wewe ni mtoto wake. Father akaendelea kwa kusema kuwa Samara anajua wewe ni zawadi kutoka kwa Mungu na alijua hawezi kukumiliki wala kukudhuru zaidi ya kukutumia. Kenena chozi la uchungu lilimtoka baada ya kuufahamu ukweli. Father akaelewa hali anayoipitia ikabidi amfariji. Father akafanya maombi ili roho wa Bwana atawale ndani yake. Kenena akiwa njiani anaelekea nyumbani akatokewa na Samara. Unajisikiaje sasa baada ya kujua ukweli kuwa wewe ndio umemuua baba yako? Kenena uzalendo ukamshinda akatimua mbio njiani akakutana na Father. Anataka kuniua, tafadhali nisaidie. Father, tafadhali nisaidie. Usiogope, Biblia inasema imani hushinda hofu. Father akiwa anajiandaa kwa mahubiri, mzimu wa Samara ukatokea, wote wakashtuka. Kenena, lazima nitakuangamiza. Ni mama yako aliyefanya miungu ya Samara ikose makazi. Father akarudia ile kauli ya mwanzo aliyosema Father Emmanuel, unajidanganya. Hautakaa utokee. Roho wa Bwana anatawala mahali hapa. Shindwa katika jina la Yesu.
pepo, tunaangamiza roho chafu. Yalikuwa ni maombi mazito. Samara akazidiwa nguvu, ikabidi atoweke. Kenena akauliza, Father, hatarudi tena? Jibu likawa zito kutamkika kinywani kwa Father Abel, na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu inayoitwa Kelechi.